Nasema wewe unasema kwa niaba yao. Kila mtu niaba yake na niaba ya mambo Hidaya. Ninasema Kwanza sasa. Ninasema maoni yangu mimi. Kwa sababu wote ni wa maana. Wataweka chakula kwa meza. Nipeane vijiko. Mtu ajiwekee ile anasikia ako sawa. Self service. Umesema mama asiwasabu. Apeleke chakula kwa meza, aweke vijiko, awaachie hapo leo. Example ilikuwa after kwanza. So wewe umepeleka example. Ama wewe umekana mashini yangu. Sawa. Odiamo dele. Madame dele. sasa siku yetu tunasema siko wote tunaanza na the father the mother, alafu after the father is the husband, after the husband is the boss, alafu wa mwisho ni pastor akifinalize na kuombea chakula. Pigieni makofi. Acha sasa tusikie ile ngumu. Husband, father, son, so kwa nyumba hapo hivi husband na so ndio ile mtu. So msaa kama mama lazima father na mama. Kwa bila father hivi singekuwa kwa msaa. Sasa ndio wamemnunua chakula. Au kwa sababu kwa chini ya kwanza. Sasa nyinyi wote mnaona form gani ndio poa? Haya, sasa wacha tuachie hapo. Kama mnataka kusikia yangu pia. Mimi sina maoni, lakini what I'm trying to put across me, hakuna answer wrong na hakuna answer right. But the thing that tunataka kushika hapa ni why would I choose the father first and not the husband? Why would it be pastor kwanza? Why would na mimi kitu ina come up ni kule unasafu kwanza, does that mean unamuona mo? Ni respect, ni honor, ni kule unasafu kwanza. Hapo ndio unaona kule the most honorable. Okay, to assume praise yake kwa hiyo meet president.
tuongeze president kwa hiyo mix. President atakula wa mwisho. Kanisa ina maneno. President wa kwanza. Sisi wa kwanza ama wa mwisho. Kwa nini wa mwisho? Wacha niendelee tu na samoni yangu. Wacha sasa mimi niendelee na samoni yangu niwapatie maituse. Unaona? Nikiangalia kwa Biblia nasema the steps of a righteous man are ordered of God. Usoma Psalm 37:23 utaona ama they are led of God. Na usisahau bado tunapiga story ya Kegoni ya dereva. So tunajaribu kuangalia ama kuestablish nani ndio anadhibiti life yako. Nani ndio unampatia kipaumbele? Nani ndio anakuaga? Maybe history inatoka hapo. Ukiangalia hawa watu wanne, ni nani ana uzito kwa maisha yako kuliko wewe? Hivyo ndio mimi naiona sasa. So najaribu kuimagine all of them are important kwa life yangu, lakini nikaambiwa ni choose. Ni nini nitatumia criteria gani kuchoose huyu ni better than huyu? Unajua? Haya, wacha tuiangalie tena kivingine sasa. The same story tunataka kuiangalia kivingine. Na hii itabidi tuichambue na Bible kiasi. Sawa? Sasa tumeteremka, tumefika kwa kina Timo. Kitabu ni cha 2 Timothy. Unapoona Bible ina 2 Timothy. Kama yake iko na 1 Timothy peke yake na ina 2nd, shuku hiyo Bible. Shuku Bible iko na 1 Timothy na ina 2 Timothy. Sawa? Kuna mtu ana Bible? Kuna mtu amefika? Hii wacheni wasome mimi mwenyewe. Kuna story tuko chapter 2. Kuna story inatajwa hapo hivyo, encouragement to be faithful, inazidi inaongea kuhusu righteousness kidogo, inaongea kuhusu being an approved workman by God. Sasa tuko tu nataka tuangalie 2:19. After hizo stories zote zimesemwa hapo mbele, 2:19 inasema hivi: nevertheless, after hizo stories zote zimepigwa hapo mbele za kuwa good workman, God's solid foundation stands firm, sealed with the inscription, the Lord knows those who are his. Nakumbuka la sema kusema tulibaiwa with a precious price. The Lord knows who are his, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Last time bado tuliongea about kuachana immorality, ndio tuwe vessel takatifu. Alafu inazidi inasema hivi: in a large house there are articles, not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for the noble purposes, and some for ignoble. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument of the noble. No. Ushapewa mwa Kenya. Kwa nyumba kuna vessels za maana na vessels hivi. Unasemekana ni kazi yako kujiweka kwa place utakuwa vessel ya maana. Ni wewe ni utaamua. Unasikia vile nasema? In a large house there are articles not only of gold and silver, hizi ni za maana, but also of wood and clay. Hizi ni hivi.
Some are for noble purposes and some for, sasa kuna za kufanya kazi ya maana na kufanya pia kazi hivi. Unajua, if a man cleanses himself from the latter, ujitakase kutoka kwa hii level ya chini, utatumika kwa level ya juu. Otherwise, he will be an instrument of noble purposes, made holy, useful to the master and prepared to do any good work. Useful to the master. Useful to the master. Haya, tumeshika sofa. Kuna zile vessels za maana za ufaa. Wewe ndio utaamua kama unataka kukaa maana ama ufaa. But sasa sikia tena. Hivyo tunarudi kwa Warumi. In the book of Romans, chapter 9, verse 8. Romans, chapter 9. Romans, God is sovereign. Sovereign inamaanisha, in simple English terms, sovereign inamaanisha God ni mtu anafanya vile anataka, vile anapenda, vile anaifeel. Unaweza create earth, aliangalia akaona mimi nataka stars ikuwe hivi, akasema hivyo bila kutaka. Hiyo sasa ni hakonsult mtu wote ndio afanye kitu, anafanya vile anaifeel. Haya, tuko kwa Warumi 9, si ndio? Sasa ukishateremka hapo tuambia God sovereign, tunafika verses 18. Verses 18 inasema hivi. Hata tukirudia hapo juu kidogo. Okay, for 18. Verse 16. It does not therefore depend on a man's desire or effort, but on God's mercy. For the scripture says to Pharaoh, I raised you up for this very purpose, that I might display my power. That I may display my power to you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. Akitaka kukonea huruma, hurumia. Kama jisikia, ajisikii. Vile atataka kujuiza sovereign God. One of you will say to me, then why does God still blame us? For who resists His will? But who are you? But who are you, oh man, to talk back to God? Shall what is formed say no to Him who has formed it? Wewe umeumbwa, sasa wewe mtu alikuumba unamwambia nini sasa? Why did you make me like this? Does not the potter have the right to make out the lamp of clay, some pottery for noble purposes and some for common use? So inamaanisha God pia ndio anatengeza hizi vitu. Yeye ndo anatengeza akijua hii inatengeza kwa purpose ya maana, hii inatengeza kwa purpose ya kawaida. So wewe ni matope, yeye ni mfinyanzi. Umeshika? God anajenga, anakaidia, anaona anataka kumake vessel ya nguvu, anajenga. Alafu anaangalia sema hivi hata ni vessel hivi, anajenga. So wewe ni clay kwa mikono za Mungu. So wewe God anakupendeza venye anafeel. But ukisoma hiyo maandiko tumesoma kabla hiyo, kuna vile unaweza decide ku-upgrade ama ku-downgrade. Mimi nitafanya u-upgrade. Hiyo nasikia toroka wickedness, wacha mambo ya madhambi na matabia, ku-upgrade. Lakini unaweza kutengenezwa vessel ya maana, alafu ukisema kuishi life ya upuzi, uji-downgrade.
tunapiga story ya Zaka. Zaka alikuwa vessel ya nguvu. Huyu ni priest. Bora priest ni watu walikuwa wanatengwa. Unaona? But yale decide kukuwa vessel hafifu. Bora akamshusha kiasi. Mary alikuwa vessel ya kawaida, kio za kawaida lady. Akaji upgrade, God akadecide kutumia kama vessel ya maana. Baba Yesu si hivi. Sijui kama mnashika contrast. So kuna kitu watu hufanya either ku-upgrade ama ku-downgrade, but whichever way wewe unaamua. Na ndio sikia maandiko yanasema hivi. Leo nasomea pole pole tukienda. Kuna peke. Tuko sasa tumefika kwa Wafilipi. Philippians 2 inasemaje? Philippians 2 verse 12. This is what the scriptures say. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. So wewe una kazi ya kuwork out your salvation with fear and trembling. Yet at the same time, unafaa acknowledge it is not by works. Ni kitu kupitia kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. You will do it. Nobody else don't be a story more. Saa wapitia tu story more kidogo. Unapenda kukaruka hii? Sasa tushafika second Peter. Bego yako kama iko na Peter na ina second Peter, shuku hiyo Bible. Kama iko tu na first Peter peke yake, shuku hiyo Bible. Kwa na mapeji skonda. Second Peter tuko wapi? Tuko second Peter chapter 1. Wacha tuanze kutoka juu. Simon Peter, servant and apostle of Jesus Christ, to those who, through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, have received a faith so precious as ours. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. 3 sasa kutoka. 3 nasemaje? 3 nasema, his divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through this he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by the evil desires. 5. For this very reason, make every effort. Philippians inasemaje? Work out your salvation with fear and trembling. Peter inasemaje? For this reason, make every effort to add to your faith goodness. To add to your faith goodness. So inamaanisha hapa sasa ndio tunataka kwenda pole kidogo. Wewe unasema, can you say you are good? Hiyo ni swali. Can you say you are good? Ama unaona ukisema you are good unajiinua sana. So unaambiwa to your faith add goodness. So how would you know that you don't have goodness? You iongeze. Inasema to your faith add. So una kibarua. For this reason make every effort to add. Make every effort. Yani ni kitu unapong'ang'ane to add to your faith goodness. Na haisimamia hapo. Inasema unto goodness, ukiona pia una knowledge ongezea knowledge.
And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Hizo tutafanya uwe na upupufu. Alafu nazidi nasema, but if anyone does not have them, he is short-sighted and blind, and he has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Yaani wewe ushakuwa unbeliever, kutokujiongezea hizi vitu, wewe ushakuwa kama hivyo. Therefore, my brothers, be all more eager to make your calling and elect sure. For if you have these things, you will never fail, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hiyo ni scripture, nifiki uwe. Unajua second Peter, ni scripture mimi naweza wa encourage hata kulan soul search. Hii soul searching, saa ingine unaweza ona ni kama unajiinua but sivyo. It's good that you may know yourself. Juu ukisoma wewe unasema wewe alipewa mimi itakuwa expected of them. So mimi itakuwa expected from you nini na ujui ulipewa. You never take time for soul search. Saa ingine unaweza kuwa hauna jalo ya soul search. Ndio muhimu ya ukiwa na watu karibu na wewe, ndio muhimu ukiwa na pastor karibu na wewe, muhimu ukiwa na mabesti wanakuambia ukweli. Inakusaidia kuanza kujijua some of these things, but inasema wewe ndio unafaa kupitia effort uongeze hizi vitu kwa life yako, usikuwe short sighted na makali kama ulizowata Christ alikufia. So inamaanisha kibarua tunayo hapa hivi, search yourself. Ukisha search, angalia kwa upungufu, alafu ongezea. Na hizi vitu walikosa atakapokusaidia pia. Unakumbuka kuna ambao tulichambua hapo mbeleni tukadiscover hizi vitu. Yesu alisema inabidi niende ndio niwaletee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio atawaongoza kwa hizi machoche za maisha, hizi shimo, hizi kona. Bwana asifiwe sana. Mimi niliwaambia leo sina story mingi za kuwapigia, lakini sasa tumekapundiscover. With the time tutakapokuwa na maprops, vile niliwaambia. Hizi maprops sasa zetu zitakuwa very unorthodox, sababu zitakuwa tu services za kipekee. Ningekuwa na props hii hapa, nilikuwa na wish ningeweza waandikia, ama tuwe na projection, niwafanyie projection, ama niwe na maikile iko free, tusikitu na Mungu. So that tuwe team mbili. Team moja iwe team honor, hiyo team nyingine iwe team dishonor. Unaona? Tunaongea kuhusu vessels. Tumegundua kwa manyumba kuna vessels za gold, silver, za maana, si ndio? Na tukadiscover kuna za clay, pots. Lakini tuangalia utapata kuna mpaka za plastic, za nini. But one thing you will discover about these differences ni valuable. Tutazitaji vyombo, acha tuzite vyombo. Valuable vyombo ni expert, unlike hizi zingine. So ni kama kuna contrast. Ninakwambia kuna zile God amecreate kama valuable kuserve dignitaries ama watu wa maana. Kuna zile ni not valuable na ni za kuserve watu ordinary ama common. So unapata wewe sasa ungependa kukua kategori sahihi gani? Wangapi wangependa kukua vessels of honor? Au ni wale wangependa kukua vessels of honor, si ndio? Wangapi hawangependa kukua vessels of honor?
Sasa kuna wale wako hapo kwa fence. God apendi watu lukuo. God apendi watu lukuo. Either chagua uwe vessel of honor, work towards being a vessel of honor. Kuwa vessel ya kawaida hata unini kuwa, sababu vitu cheap hazinidiki effort. Ni kama unaambiwa number 1 kwa class, wewe ni mwana wa gani, chop, na kubaki hapo ni kazi. Wajua wao namba last huku hawachopi na hawanidi kufanya anything kubaki namba last. Wewe kuwa tu utakuwa namba last. Usichop bangaiza tuhepa chuo kazi rahisi, but kuwa number 1 ina a lot of input. Kuwa a vessel of honor ina take a lot of input. Pale unazinunua ina take a lot of cash. Hizi vitu zingine hata ukitembea kwa street utazipata. Unaona kwa mfano sinaona na jazi zinauzwa hapo hivi. Ukichungulia sinaona jazi za soka. Hizi jazi ni how much? Roughly watu wanajua mambo ya majazi. Ukienda kubaya hapo unaweza kupata sultani, sio? Jazi ni mangapi? Sultani. Ukiwa kwa sultani, lakini kiasi hizi majazi unapata hata sultani. Usaka ile sultani kama ni sawa na profit, sio? Jazi original ni how much? 12. Sasa unaona hiyo bado, hiyo ni ipo imesoma kidogo. Hiyo ndio kufanya. Hizi ni za nguvu, kitu inazipatiaga do uwezi zilikuwa merchandise, unazita kama unapataga jazi moja ikitoka origin kuwa do mo, unaweza buy hizi zote ziko hapa, jazi moja tu na hizi zote bei. So vessels of honor ni ngumu kupata mambo nosto. Hizi zingine utapata maimbo. Unajua sasa inapoelekea to our lives ile design, wewe fani yako ni nini? Unaweza sema what is your heart? Wewe ni mtu, unaweza kuwa tuseme ni place of work, wewe unafanya kazi job. Usipokaa job, kuna impact yoyote kwa hiyo kampuni ama hiyo place hiyo? Ama hata watu wanaweza endelea tu nikaa huko, ama mambo yote tu wanapiga gani yake suingie job, sababu nyinyi wote ni bazo kwa fedha. Mtu tu atakama ingie job na endelee kama kitu hapa. Kuna watu asipoingia job, yeye ndio hiyo job. Ushakutaka kuna kitu watu inaitwa kwa headhunt. Kuna watu nature ya job yao uangani ile inatafutwa. So kuna watu wanaitwa headhunters. Hao ni watu unaambiwa watu tunataka nani. So huyo kutaka huyo nani, hiyo ni budget. Kuna budget unapewa by hook or by crook, tunataka huyo. Mimi na mambo moja base alipochiwa kutoka kampu fulani akapelekwa kampu nyingine. Ile kwa successful. Kwanza tu headhunter anapiga usororaji, anajua huyu jamaa life yake ni hivi. So ndio akukatie hizo vitu zote unataka kumwambia, unafaa kujua anazijua. So ni nini hiyo itafanya akusikie na akubalie ofa yenu? Huyu jamaa wako alipewa ofa nyingine very interesting. Ile tu kwanza ku-approachiwa hivi, aliletewa gari brand new. Model tu ndio imeingia, akaambiwa kuja kuanzia kwanza ingia hapa. Unajua tayari hapo ushamtoa time. Okay.
form sasa, wewe sikia. Unapigiwa story, alafu at the end of the day unaambiwa wakina nani wanataka ukamwambia job. Wanasema watakufanyia hivi, wanajua uko na bank loan. Yaani hata kama bado una maloni wanajua. Hii loan yangu itakupiwa, hii ndio mshahara utakuwa unapata, hizi ndio benefits utakuwa unapata, hizi ndio allowance utakuwa una get. Wewe tena unamalizana na wewe leo unaangalia hiyo hofu umewekewa kwa meza. Au sasa ni kama vessels of honor. Mtu unaangalia hivi wapi yako si ya kila mtu. Wapi yako ni mzito. Lakini sasa kuna hizo vessels zingine, the otherwise vessels. Wewe hata ukikosa kazi, hiyo kazi inaendelea. Na unasikia kuna wale wanatafutwa na organizations. Na utapata hiyo organization ni kama kukuheadhunt. Hiyo organization sio organization ndogo. Watu wako wingi kulipia madeni zako, watu wako wingi kutekini wa mortgages, watu wako wingi kukupatia vitu za free, kukuongeza mshahara. Washafanya research, wanajua pale yuko unalipwa kwa fulani, wanaidouble ama whatever amount watakupatia. Wako wingi kwenda hiyo extent. Inamaanisha hili kampuni ina do mingi. But kuna kitu miss. Wanajua tukileta Ken on board, hizi shida zetu tumezitatua 40%, tumezitatua 50%, tumezitatua 60%. They will go to whatever extent ile wataenda kupata. So hapa issue si do. So kama issue si do, inakwambia these are big organizations. Sasa tukirudi leo tupani tulianzia, wewe value yako juu tumegundua wewe ni vessel ya honor ama dishonor. Sasa wewe ni vessel utaenda kuserve dignitaries, ama wewe ni ile vessel vile tulikuwa leo last time vile sisi tulipigiwa. Unapata kuna zile vitu za watu huitwa hao, akula kwa sahani za plastic, unakunywa maji kwa tabla za plastic. Na hao iko na glasi na katlari za nguvu. Lakini hizo ni za wageni. Sasa inamaanisha nyinyi wenyewe vile mnaishi, mimi nilisaidia nikawacha hizo matabia kwangu. Nyinyi wenyewe vile mnaishi kama citizens class B. Sababu hamjafika mahali mnajiona sisi ndio au dignitaries. Sisi tumeziweka in the event that watu wa maana wakikama watazitumia. So sisi pale tuko, sisi ni kama tumewashikia, yaani kitu tumezishika siku ile wageni wasipoka na wageni wa maana, hata wakikamia once na white na hii utapata ni za show off. Sasa mimi nikakuja nikaanza kujiangalia, nikaona hizi vitu ziko kwetu. Kama ni glasi ziko, fork ziko, nini ziko. Mimi nikaanza kujifunza kuzitumia. Nilisai mimi ndio sasa nitakuwa huyo. Unaona huyo honorable guest yote hizo vitu. Nilisaidia honorable guest mimi. Nani kama kuitenda kama but imenisaidia kukagundua I need to increase my value, sababu pale niko labda naweza kuwa najiona chini, but nikienda place nyingine mimi ni mheshimiwa. So kama nikienda place wanitambue kama huyo honorable man, watoe hizo honorable utensils wanisabu nazo, najua kuzitumia. Ama sasa hiyo ninaenda kuanikwa nijiepata. So what are we saying? Tunasema anza kujisearch. Second Peter ametuambia vizuri, anza kuongezea, anza kujisearch. Hii ile unaona akikuna lack, siwaze kujiongezea tu pole pole. Ama anasemaje? For this very reason, make every effort to add to your faith
to add to your faith. So mimi nishaanza kujiongezea juu nimeweza kugundua vessels of honor ni rare. So mimi naanza kung'ang'ana kujiongezea kuwa rare, nisikuwe mkomo. Nimegundua vessels of honor zingine hata zinanitrainiwe kutumia etiquette. Kuna mashule za etiquette watu wanaenda kufundishwa hivi vitu. So mimi natamani sasa nifike hiyo place, nisikuwe tu common, nisikuwe kwa kawaida. Unajua hizi vitu vessels of honor ni vitu zinakuaga chini ya maji. Wadosi wanapendaga tu kuishi life ingine iko chini ya maji, lakini hizi vitu zingine wanapataga tu tunakuaga kila mahali. Unajua wadosi mafuku zao, matabia zao ni vitu vingine, si za watu wengi. Wanasemaga ni kama boka sports ya watu wawili, si kama soka ya kila mtu, sababu ni vitu expensive, ni vitu rare kupatikana, na ni vitu hazitaki mikono mingi na watu wengi pia nikakugundua. So pia mimi nakwenda kwa hiyo space pale na ongezea to my faith kila siku tunaongezea vali. Nikiona ni love yangu sina love mingi, nang'ang'ana tu. Kama ni love tu watoto, nang'ang'ana. Kama ni love ya jirani, kama ni love ya strangers, kama ni love ya kugive, ni kitu najitrain. But sasa nimediscover the best and the easiest way we approach. Ambia Holy Ghost akusaidie. Unaona text zetu kama before tunaangalia tunaona so and so was led of the Spirit. Ukiangalia ile story ya Jesus was led of the Spirit. John the Baptist, ukiangalia mambo ya Mary, ukiangalia mambo ya Zakaria, alafu unakuja kugundua Zakaria alikuwa vessel, amecreatiwa vessel of honor. Lakini yeye for some reason akajichipen by doubting. Sio inamaanisha hizo ni vitu zinafanya unaanza kuwa mchi. Kuongeza dhambi kwa hii shughuli ni sawa na kuchafua kikombe. Wewe ni kikombe ya gold lakini una matope. Hata ukiwekewa chai hatutaki hiyo chai. Wewe ni kikombe ya silver lakini umejichafua. Dhambi yani imekuwa ni kama stain. Mtu anaangalia anaona hii chai inanukia fiti. Chai imewekwa hapo cardamom, imewekwa cardamom nini, unajua? Na tusipati tutakutana. Lakini kikombe ni chafu. Tutaki hiyo chai. Chai inapendeza, imewekwa kwa nini ya plastic. Tunaikunywa tu. Lakini sasa ibaki sababu na shida sasa plastic na hii chai hazipelekani. But it is better kikombe safi ya plastic kuliko kikombe chafu ya gold. So Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe tukue wale watu wa kufanya nini? Kujiongeza bali jisosaji, tuavoid vitu zinakasirisha Mungu, tuavoid vitu zinatoa time na God, na tuwe watu tunapenda Mungu, na tukumbuke at all times tulinunuliwa na Christ. Hii salvation tulipewa, hii win tuligundua last time. Our bodies are the temples of Bwana asifiwe sana. Mimi naweza taka kuwamalizia leo gitaa iko mbali niliyochezea kwa gitaa hiyo muziki. Kuna muziki mmoja naimba hivi, and it is our prayer and my prayer as I wind down. Nasema change my heart, oh God. Just keep thinking. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. For you are the potter, and I am the clay. Make me and mold me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true.
Change my heart, oh God. May I be like you. Father, we thank you for this day. Lord, we pray, change our hearts. Like clay in the potter's hands, we commit our lives to you, that you may make us, mold us into what you want us to be. But Lord, we desire, as you mold us now, mold us to be vessels of honor. Our prayer, God, is as you mold us this day, mold us to be vessels of honor in your house, vessels of honor in your hands, vessels of honor in your service. That, Father, may we be the preferred candidate. That when you're looking for somebody to send, Lord, may you send us. And when you're looking for somebody to serve, oh God, may you use us. That when you're looking for people, King of Glory, to work with, Lord, may we find favor in your hand. Make us into what you want us to become. Father, in Jesus' name, as we face this week, we pray, help us, oh God, to be the vessels that will transmit your goodness, your love, your kindness, that the world may see and trust in you, that the world may see and desire to be. God, have your way in our lives. Have your way in our lives. Have your way in our lives. Holy Spirit of God, may you go before us. May you go with us. And may you go after us. We open up our hearts, our minds, our souls, our bodies, that you may work in us, that you may work through us, and help us to be the people that you want us to be. Commit the week before you, that may lead us and guide us in the Spirit of God. In Jesus' name we pray, trusting and believing. Amen and amen. God is here. Amen. God is good. All the time. That is lovely. Sasa mimi tunamalizia. Wiki yetu imefika kikomo. Kama kuna announcement. Hakuna announcement. Maranatha, Jesus is coming again. Hiyo siko sawa. Pale kuna kopo la hiyo. Kama umekuja na sadaka yako kwa nyumba ya Bwana, kuna kopo letu pale, ni kikapu ama ni kopo. Feel free kuja weke hapo sadaka yako kama umebeba. Kama unataka kuweka kwa M-Pesa, hiyo namba unichanganya kila siku, lakini najua ni 0722. Sasa nani atatupatia hiyo namba? Sasa lazima tukunywe chai. Si mnajua tu. Hii weather tunaiona. Si hata nyenye tu kunaona ile t-shirt chai. Si mnajua tu kawaida hata kukiwa jua lazima tukunywe chai. Sasa sikuse leo kuna baridi. Tunakunywa chai. Siwe na haraka ya kuenda. Let's fellowship one with another. Kiona kuna wengine wako hapa hivi. Chai inakaa. So do not be in a hurry to leave. Feel free, mingle, uliza maswali kama tunataka kuongea, we are here. Tutaminio. Alafu acha ni video karibisha wapi. Okay.
Tunaomba tafadhali mgeni wote asimame atusalimie, atupigie mkono. Tunapenda wageni